Neema kwenye maisha yako, neema ina kawaida ya kubadilisha jina. Sema kubadilisha jina. Mungu anapokupa neema, Mungu anapoleta favor, anapoleta neema juu ya maisha yako, kitu cha kwanza anachokifanya, ina change jina yako, inabadilisha anwani yako, inabadilisha jina ambalo ulikuwa unaibeba. Na ndio maana utaelewa mtu ambaye ana neema ya Mungu, kawaida ni sharti dunia ishuke na kumheshimu, ni sharti dunia ikubali neema iliyo juu yake. Na ndio maana unaweza kuwa mtoto mdogo, lakini kwa sababu na neema ya Mungu, wazee wanaanza kuita baba, wazee wanaanza kuita kiongozi, na wengine wanajisahau, wanataka kukuamkia. Na unajiuliza, kwa nini mtu mwenye umri kama huu anapotea mpaka anataka kuniamkia mimi? Utaelewa kwamba hajakuona wewe, lakini ameona neema iliyo ndani yako. Na ni kitu ambacho mara nyingi kinafanyika katika neema. Kumbuka katika kitabu cha Mwanzo, Biblia inatuambia kwamba ndani ya Kutoka, pale ambapo Mungu alipomuita Musa na akamwambia Musa, sikiliza Musa, nenda ukaokoe taifa langu la Israeli. Pale Misri wameteseka, wamepitia vita na changamoto kali, na mtu pekee ambaye anapasha kuliokoa taifa ni wewe Musa. My God, kitu ambacho nilikipenda hapa, Musa hakuondoka tu kwa kuondoka kwa sababu ameambiwa. Ilibidi kwanza atoke pale na ana vigezo, ana uhakika ya kitu ambacho anataka enda kufanya. Sio kama watumishi wa sasa hivi, kwa ndoto tu wanasema nami nimekuwa mchungaji, kwa ndoto tu na wanasema tumekuwa nabii. Wito na kutumwa na Bwana si tu kwa ndoto, lakini kuna maneno fulani inabidi uongee na Mungu. Na wengine walipolala wakapitia ndoto, wanahubiri kwenye mikutano. Wengine walipolala wakapitia ndoto, wanaombea wagonjwa wa hospitali na wakasema Mungu amenipa huduma. Lakini hile bado haijakuwa uthibitisho tosha kwamba Mungu kakuita. Lakini yule ambaye Mungu alimuita, ni lazima pawe na maneno fulani ambao watazungumza pamoja na Mungu. Musa akamwambia Mungu, ndio umeniita. Sasa huko niendako nitawaambia ni nani ambaye amenituma kwenu. Na Mungu akamwambia, nenda kawaambie mimi niko anakutuma. Musa hakuridhika na maneno yale, lakini baada ya ubishi, najua maandiko haya kunisidi, lakini baada ya kubishana na Mungu, Musa ndio akamuuliza Mungu swali la mwisho, na huko wataniuliza jina la yule mtu